kabisa. Hiyo nimeingia. Kijana Kariobangi leo. Hawana skanke. Slasi aija. Masine mare. Zinakonja ni kuambia hizo vitu zinakonga, hizo vitu zinakonga vichwa za habari. Mnafuata vitu zinakonga vichwa za habari, hatukatai anasaidia. Lakini kitu kingine mnafahamu jue, hiyo kitu yote ilikuwa inafanyika ni politics. Jua hakuna interest ya kitu yote anataka, hakuna kitu yote anataka, na jua limpichiwa, hakuna siku hizi muoni zikifanyika. Kawaida ni kuambia ile imefanyika saa hii juzi, na ni za kugonga vichwa za habari. Uniambie kama asiza kugonga vichwa za habari. Ule kijana alipigwa risasi. Ule alipigwa risasi ule wa mask. Ule wa ile gonga vichwa za habari. Inatakiwa kugonga. Haya, gari gani ilipeleka maiti yake nyumbani? Sonko Rescue Team. Sawa. Haya, makanga ule alianguka kwa matatu huko. Igonge vichwa za habari huyo kijana. Inagonga. Ule ile sako ya Umoina. Yake igonge vichwa za habari. Inagonga. Mbona ilizikwa na gari gani? Watu gani walipeleka yeye mazishi? Sonko Rescue Team. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, Sonko Rescue Team hapo awali ilikuwa inasaidia kwa sababu governor alikuwa anajua kuna kitu anataka hapo mbele. Sasa hakuna kitu anataka hapo mbele. Ana interest ya kitu. Iliisha labda sasa hiki kuja. Mimi ndio chairman. Sonko Rescue Team. Ndio chairman wa Sonko kama Atuoli ndio chairman. Kwani unakula serikali ngapi? Mimi ndio chairman wa Sonko Rescue Team. So Swale, kwa ufupi unakubaliana na hiki kitu hizo wanasema. Hizo amesema si sustainable. Hakuna kitu iko sustainable ama governor wanafanya. Kwa hivyo hata hii kila mtu anafanya kitu yake ile itamfanya watu wamkumbuke nayo, wamchague tena. Unaona? Mwenye atakuja na manifesto yake. Kitambo hata kabla hizi dishi za county zikuwe wote walikuwa nakula bure. Wapi? Kwa mashule. Shule gani? Kitambo sana watu walikuwa nakula kabla. Shule wapi? Sonko akiwa governor, mashule watu walikuwa napikiwa githeri. Mimi mtoi wangu yuko hapa bidii bure. Ukisema hivyo na hawa toi tulikuwa tunalipa primary 1800. Wewe linganisha buruburu zote ni public primary. Nakwambia wewe linganisha bidii primary school na Joseph Apodo primary school. Zote ni public lakini huwezi linganisha. Mbona ndani hazilinganisha? Mbona zizilinganisha? Governors nini ya wazazi ile PTA. So igidheri ilikuwa inatoka association ya Makongeni ni tofauti na ya buruburu. So igidheri ilikuwa inatoka wapi? Angalia parking siku ya meeting ya wazazi, parking imejaa. Yes. Makongeni siku ya meeting ya wazazi nini imejaa kwa parking? Pikipiki. Kwa hivyo Makongeni hakuna. So wewe kwa ufupi unasema hii gidheri ilikuwa inapelekwa wapi? Chakula ilikuaga hata kuanzia kitambo. Sasa kitu governor amefanya, amejaribu kuweka tu kitu ile itasaidia wazazi. Hiyo shilingi 5 inasaidia. Hapo umesema chakula ilikuwa kuanzia kitambo, si ndio? Kuanzia kitambo watoto walikuwa nakula, si ndio? Kwa hivyo Sakaja asijishikilie na mambo ya chakula. Tunafurahia kwa sababu wanasaidia wazazi wengine wawe hai. Kuna wazazi wengine watoto wakienda ngapi? Wewe to satisfy a human being ni kwa stomach. Na mzazi mtoto wake akishiba hata hana pressure. Wewe kama si mzazi huwezi jua. Kwa hivyo kasa kaja anasaidia wao, inamaanisha huyu mtoto akuli breakfast na akuli supper. Hiyo sasa ni kulingana na mzazi wake. Mzazi wake ndo anafaa yake jukumu, anasaidia watoto na kuli sapa. Hapana, nisikize ndugu yangu, nisikize na unisikize vizuri. Wewe ni mzazi kwanza, tuanzie hapo. Mimi na watoto 4. Watoto 4 wa kwanza kuna miaka ngapi? 14 years. Mimi ni baba mkate wa 14 years na maziwa wa 13. Wangu alimaliza. Acha nikwambie ndugu yangu, kama mzazi nyumbani kitu inafanyaga hata mwanamke anatoka analala na jirani ni juu ya njaa ya watoto wake na bwana hayuko. Bwana anakuaga lakini sasa hiyo hayuko. Bibi anaweza mcheza juu ya tumbo ya watoto wake. Unaona? Kwa hivyo kitu gavana amefanya, amesaidia pakubwa kwa familia zingine. Hata kama watu wanasema ni scam, ni kipindi, ni nini, inasaidia wazazi wengine. Kivipi? Kwa sababu tuseme weekend imeingia. Saturday, Sunday. Mtoto taruki. Monday imefika mtoto ameenda shule, kunywa hata breakfast. Chai. Lakini inafika saa 7 atapata kitu ya kuweka kwa so inamaanisha akienda mtaani atakula sapa. Mzazi wake haeke bidii. So mtoto anaenda shule juu ya kukula. Kuna wengine hata wasomi juu hakuna chakula shule. Wengine wako njaa, anabidi hata asisome aende. Sisi kitambo tukisoma tulikuwa tunamwagiwa mkate inda. Kuna area wao unajua, kuna Mother's Choice, kuna Elliot, kuna Superloaf, Dhiega Towire, inda.
ilikuwa ni Wednesdays na Tuesday na Thursday na Tuesday. Unaona, asubuhi unapata hizo siku za mkate kumwagwa, watu wengi hawako shule. Tulikuwa tunajipata aje hiyo siku ya mkate huko na ni siku ya shule. Juu unapata sio wengine wetu tushakuwa na ile uzoefu. Si ati kwetu kama mimi kwetu tulikuwa tuko budangu alikuwa kansila. Lakini ile kampani nilikuwa na gronayo, junua kuokota kuenda inabidi ni fuate vile wako. Kwa hivyo lazima tushukuru kitu ile kiongozi anafanya. Si tushukuru, si pesa yake, ni pesa ya Nairobi. Na si inafanya kitu wana Nairobi wanaridhia. Kama wakazi wangekuwa wataki, kama wakazi wangekuwa ridhini, na hiyo mambo ya dishi na county, hiyo dishi. Kwanza sasa inafaa tuongeze mpaka watoicha hapo. Swale. Ijumaa hivi watu wa Kiislamu wapikiwe pilau. Swale mimi Ijumaa nyingine biriani. Example unaona sahi hiyo mindset ya maybe wazazi sahi kuna bro pesa inaenda kwa pombe in Nairobi ama ni 2 billion inamaanisha wizo unajua wewe ni wa Kilimani kidogo Nairobi mzima watu wa pombe inamaanisha aje circulation tumesema 2 billion 2 billion Karoche pia kwa hiyo hesabu Karoche kuna hiyo hesabu drive your point yangu kama light industry kwa point yangu ni aje circulation ya kama mtu anaweza hata kama atakunywa people si ndio maybe people ni inamaanisha aje circulation ya do iko mtu anaweza haezi kosa pesa ya kukula kama mtu anachana daily pesa ya kukula itakosekana unaelewa so mwingine anachana juana form mwingine anachana juana form akianza kushikisha saa 4 mpaka kesho mko hapa base mpaka kesho uko na pesa ya kuchana tools mtoto wa shule amekuja anasikia njaa hiyo pesa ya tools anaweza kosa 50 hapo wewe jua kama una roho ya kutoa utatoa kama una roho ya kutoa huyo mtu huyo utamtolea anasaidia kama huyo kama hiyo kama mzazi kama tamuramba kama tamuramba imekuwa moto kama unaweza pata pesa imekuwa moto ya mtoto kukula itapatikana wizo twende taratibu sikia ni kama tunapigana ama tunabishana wizo wewe kwa ufupi unasemaje because unajua tukiongea tuongea mpaka labda kesho wizo kwa mtu shule yule anasoma public school ngoja swali hata watu wamekama mtu yake anakulewa food ya Kobole mimi niko na mtu anakulewa food ya Kobole watatu ndio tunataka tumjuze hapa na weekly natumiwa message pay your tap to eat ndio nasema wizo point yake designer ulikuwa umemuuliza swali point yangu drive your point home sasa wizo utuambie wewe umesema there is no sustainability in all these things that kwa hiyo project so and then another thing you've said umesema si pesa yake ni pesa ambiwa asante asiambiwe afanye hiyo mboko unaelewa na ingekuwa kiongozi ingekuwa Kagumba mwingine hata angeleta hiyo idea but sasa kwa manifesto ya kila kiongozi lazima iheshimiwe point yangu ni kama tunaenda election ni wasee wafanye kitu sustainable so asitoe hiyo kama kadi yake vitu ni mob zile kama anafanya alafu niache niongee ulisema ile point ya Kabumba wase walimchagua ile design ya alikuja unaona mapolitician wanapenda kucheza na the youth ni game venye swali anasema ni kipindi napangagwa unaweza kuwa disai uchanagi na unataka UMP njoo ingize watu wajaba wakuingize unakuja uchane nao 10 minutes ukiingia kwa dinga uteme hiyo takataka unaelewa but umoingiza so hii game politician wanajifanyaga aje una relate na watu ndio upate sikuna jamaa alidanganya watu yeni hustler si dynasty na ni deputy president akadanganya wasee una relate na watu ndio wakubali si ndio ikakuwa aje mimi si dynasty mimi ni hustler nimeuza mayai nimefanya nini unaelewa na watu wakabai hiyo store unasahau aje uni deputy president amekuonesha wewe ni hustler na ukati unaelewa so wase wanafaa kwa rada hiyo sahi utaona Ruto maybe si anataka kura maybe kurudi utamuona tu kwa barabara maybe hapa kwa stage amekalia 10K na helmet
ameonesha huyu mtu wa Senkeni aje amini mwenzako. Kwanza kwa hiyo story ameenda penye mattress zinauzwa. Nisaidie apron. Jamaa welding. Hebu nisaidie. Huyo ni polygraph gani alikuwa umesema wewe ni politician hapa si ndio? Umesema wewe ni politician. Wewe jua hizo vitu zote mtu wangu pia wewe utafanya. Ndio upate kiti utavaa mpaka buibui ndio address wa mama Kiislamu. Ndio naambia wa Kenya wakwera ndio sisi politician tukiwachezea hiyo mchezo. Politicians ni waongo. Waione 18. Politicians ni waongo. Nikuulize wa Kenya wanafaa kwera wakuwa kiona hizi mchezo 18, si ndio? Uwezi ionea 18 juu watu wako udu. Watu wako udu. Watu wanataka kichele. Watu wanataka kichele. Wize leo amekuja alitoa 5,500. Swali kesho amekuja alitoa 1,000. Mtafuata nani? Kwa udu ni aje njaa iko sawa, si ndio? Ni Swale amekupea 500, si ndio? Swale sasa ni kukupea 500. Mimi ndio nilikupea jana na ndakupea kesho. Ni Mungu leta. Hii Mungu leta si nimeileta leo. Ndaileta kesho hiyo. Unajua time ya campaign Mungu leta zinakuanga daily. Nikuulize Swale, unafeel ni nini cause tunaweza sema nini zote zimekuwa rotten. Hakuna yenye tunaweza sifu Uhuru nani alifanya kitu poa. Rotten na aje shukuru uzima na maisha yako bwana. Wewe unaangalia mruru ya mwenzako. Majenzi tuna change hii game bro. Nikuulize. Hii game kama mtai change. Tunaichange. Majenzi sikia. Jenzi ni sawa. Wacha kidogo swali moja kidogo baba kabla tuende hapo sana. Mnasema majenzi mna change game. Swali ya kwanza nikuulize ndugu yangu. Mshapata chama? Sikia. Na nijibu tu maswali vile nakuuliza tukenda. Mmepata chama, mmepata kiongozi. Tuliwacha nyinyi tribeless, fearless na nini less. Sikia, tusifike hata kwa chama. Bonvas Mwangi niliona. Ni opinion yako. Bonvas Mwangi si wetu. Majenzi wametosha. Unaona hata milioni ulizopiga kura. Sikia. Hiyo wewe ndio unaona bro. Tutaenda kwa line ya kura na makwota. Ni aje tunapanga line njoo itambla acha nikuweke. Unaona venye tulitokea maandamano. Njoo umekula njoo nikwambie. Tutashare time ya siasa ikifika. Time ya siasa nakwambia tu real. Time ya siasa kama wewe ni Otieno na wewe ni Gen Z. Time ya siasa ikifika utafuata Otieno. Sikia majenzi. Mwangi anafuata Mwangizi. Mkamba atafuata Kalonzo. Kabila iliisha bro. Kwako. Sikia majenzi bro Swale bado na feel itafanyika hivyo. Na sitafadhali. Mbona machama ziko za kikabila? Ujenzi ukabila. Mbona machama ziko za kikabila? Swale siasa ikifika ni pepo ingine. Wazani niwaambie ukweli vijana wadogo. Siasa ikianza ni mambo ingine. Millennial wa vote wakose majenzi wametosha majenzi peke yao kuelect. Jipangeni. Majenzi peke yao. Wizo na kwa majenzi unasema hakuna wale serikali imeandika kazi sahihi. Si ndio nakwambia. Ngoja kidogo tutaongea siasa. Kwa majenzi unasema ngoja kidogo kwa majenzi wacha tupige hesabu ya kitu iko. Politics is numbers. Wacha tupige hesabu ya kitu iko. Rais aliona vijana wamemdhigiza sana, karibu watu wachome parliament, karibu inchi mambo yende vile ilienda. Raila akashikana na Ruto. Mambo ya ile unity kwanza ikadororokea hapo. Timu zikakuja mbili. Gunizi na Gen Z. Naona after Raila kusalimiana. Sasa hii unaona vijana wengi mashinani na ni Kenya mzima wameandikwa kazi climate works. Naona hata kama kuna kitu wanafanya climate works lakini serikali inawasaidia. Vijana sasa hii wengine wametransform maisha zao. Na vijana wenye wanasaidika na serikali hivyo unafikiria kama 2027 wataenda kinyume. Ngoja wacha ni describe Gen Z. Wacha ni describe Gen Z. Wacha ni describe. Mfano tu moja alafu endelee. Mfano moja tu alafu endelee. Wacha nikupatie mfano na jirani yetu Uganda. Imekuwa moto. Wacha nikupatie mfano na majirani zetu Uganda. Uganda Museveni anakuwa kiongozi siku zote, sawa? Last election yao mliona Bobi Wine. Red ilikuwa kila mahali. Hata sisi hapa Kenya tulijua nani anakuwa rais Bobi Wine. What happened? Kwa hivyo msicheze na system. Hata nyinyi mutake mtu Gen Z. Wacha niwaambie leo saa hii. Hata mutake mtu wa system ikimkataa hamtakubali. Sikia, Raila ameshinda mara ngapi?
Hata tuongee kwa utaratibu. Hata tuongee kwa utaratibu. Acha swali. Iko namna hii. His excellency. Iko thank you my brother. Ni vizuri kukubali hiyo. Unajua tunakubali. Kwa politics wacha niwafundishe vitu vingine. Unajua vile tunaongea hivi tunafundishana. Nini kama majenzi tunafundishana juu hapa kwa kiwanja ya siasa ni dirty hiyo game. Dirty game. And it's all about interest. Unaona? Kwa hivyo kitu mnafahamu jue kama majenzi change quota ukua. Unaona? Na hapa kwa kupiga kura wewe utatolewa mahali. Wewe unaambia utatolewa mbali tuseme kwetu Ololo. Hata umetolewa hata Baha. Umekuja kupiga kura Ololo na tukujui. Hautapiga. Kwa hivyo wenyewe mjue, hivyo vile nyinyi mnasema, nilikuwa naambilia hivi, umesema nimeendoze Babu Owino. Nimesema tu politician yote as in venye umesema tupigie Kariobangi Budaonyi. Majenzi tuak na hiyo ati tunaambiwa. Kwa hivyo mtu ajiuzie sera. Mbona unamuuzia sera? Sinamaanisha ametosheleza interest ya Swale, ndio maana Swale anamuuzia sera. No, alikuwa anatoa example. Alikuwa anasema for you. Ndio to prove that you are now Gen Z. Ndio Budaonyi is also our friend. Ndio nikasemaje, majenzi atuambiwi tuwe mtu fulani atuendosi mtu atitumwekee. Leo kichwa yenyewe ya mangua ingwai. Swali ya kukuzia sere inamaanisha Swali amecollect maokoto kwa. Mbona mnekanga maposters? Mbona posters zinakwagwa? Si wewe jiuzie sera. Marketing ziko aina mingi. Kuna kwaka kubana, kuna kwaka poster na kuna ya maongeo. Usikwambie watu wa maokoto wakuzie sera. Hao wako busy. Masangwele wasikule. Watu wa maokoto wako biashara tunawaunderstand. Mimi kitu inanishangaza ati mpaka saa hii. Ati November tuko na by election. Sawa? Na mpaka saa hii tuko September ndio. Na ama Gen Z au bado wako kwa ile sijui nini ati ile vile waliingia parliament sijui tribalism. Na parliament hawakuingia. Mpaka saa hii hawajasema ati wanaweka mtu hapo wanasimamisha mtu hapo. So hii kutaja gomzini gani? Magunzi hapo wasaidia. Kazi ya gomzini gani? Tunangoja tuform new government kama Kenya. Industry government tunangoja ishe tukuje na kazi yetu ni kupinga Gen Z. Gunzi ndio kazi yenu. Kwa saa hii. Mkipinga serikali. Na mnalipo ngapi? Na kazi yetu. Mbili. Hata mede inaongezeka zingine za 5. Sasa sasa tumepatwa masenke, mtatujua. Okay, ndio vitu 30. Na masura ngumu. Mpaka simu kwa rasa. Majenzi circulation ya do iko. Tunaweza support mtu ametubamba. So hizo umesema si lazima hii election wewe kama Gen Z hauta participate in the election. Mmejitoa. Tunaongoja new government. Mnangoja nini? New Ruto iende. Ruto tukimtoa kwa 2030 jo. So mpaka 2027 asubuhi mapema. Acha niambie tumoja mnapenda. 2027 tuko na Cup of Nations. Sawa, na hatuwezi fanya Cup of Nations. Wageni wanatoka moja. Tulia dadangu. Hatuwezi fanya Cup of Nation Kenya. Hatuwezi kuwa na hiyo tournament ya international hivyo hapa Kenya na maposta za watu. Wewe imagine sura ya Gachagua JKIA. Watakushtua Mosala. Wacha niwaambie. Hebu niwaambie. Sura ngumu kwa maposta kila mahali Nairobi imechafuka. Election inapospondiwa by force by fire. Current 2030. Wacha nikwambie Swale analeta maneno. Term limit tumeongeza, president ni 7 years, MP 7 years, MP MCA ni 7 years. Cheki. Unajua kelele siku zote za Mkundu azibomoi. Na bomoa. Azibomoi hata itoe butu papa butu. Oje yule na bomoa. Lakini wacha nikwambie. Oje ndio kwa zile za choma vile ndio. Hiyo ni yako. Swale bottom line 2027 Raila must go. Ruto must go. Wanaenda inapigwa. Hakuna kura inapigwa. Wacha nikwambie, ona wizo. Majenzi sio tunapanga paka milele na magunzi. Magunzi unajua majenzi tunapanga magunzi. Na milele